Mheshimiwa DC, waheshimiwa wakurugenzi Kahama, lakini yuko pia wa Manyoni, waheshimiwa wenye viti wako wawili na wenyewe yuko wa Mkalama, yuko wa Manyoni, kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Mkalama, dasi wa wilaya ya Mkalama, viongozi mbalimbali wa halmashauri ya Mkalama mliofika hapa leo, lakini pia nitambue uwepo wa viongozi wengine ambao nimeapatana nao. Kuna mkurugenzi kutoka Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi Malema. Ninaye pia na meneja wa SIDO wa mkoa Simame, yuko meneja na wenzake. Pia nina viongozi wa kijiji, kata pia wapo mbalimbali hapa kisha eneo letu. Habarini za mchana. Mimi kwa jina naitwa Engineer Matthew J. Mtigumwe, ndio mkuu wa mkoa wa Singida kuanzia tarehe 13 mwezi Machi mwaka huu. Gumanga oye! Oye! Madhumuni ya kuja leo kwenye eneo la Gumanga kwenye kata hii ni kuja kuangalia shughuli za uzalishaji mali kwenye eneo la mboga ili niweze kuona namna mnavyojituma kufanya kazi ya uzalishaji mali, lakini pia kujionea mwenyewe changamoto mbalimbali ambazo mnazipata. Tuone namna gani kwa kushirikiana nanyi na serikali, tuone namna gani tutaweza kutatua ili uzalishaji mali uweze kuongezeka na pia kipato cha wananchi kiweze kuongezeka pia. Nimetembelea eneo la kiwanda, jengo linaonekana kukamilika kwa kiwango kikubwa. Bado mambo madogo lakini na imani liko hatua za mwisho, lakini kwenye risala niliambiwa lile jengo litamilikiwa na halmashauri. Lakini nimeambiwa pia nguvu za wananchi zimetumika, mmebeba mchanga na vitu vingine. Ukiacha kwamba kiwanda kitatusaidia kwa maana mtasindika bidhaa zenu, lakini pia ili kiwanda kiweze kwenda vizuri lazima umiliki wa kiwanda hicho uende kwa wananchi pia. Gumanga oye! Oye! Mbona mko kimya au hamtaki kumiliki kiwanda? Kwa sababu kabla ya kuanza uzalishaji mali ni nzuri ikajulikana, je, tunapeleka bidhaa zetu zinanunuliwa, na kama tunasindika gharama za kusindika zikoje? Kwa lazima ushirikishwaji wa wananchi wa maeneo yao uwe kwa kiwango kikubwa sana, na ikiwezekana kuanzia sasa vikao vya kuendesha hicho kiwanda vianze. Usisubiri mashine zinakwenda unapeleka bidhaa zako ambia bwana bila kuacha kiasi hiki ondoka na nyanya zako. Lazima vitu vyote vijulikane sasa hivi, na muomba DC asimamie wakurugenzi na viongozi wote kuhakikisha kwamba uendeshaji wa kiwanda kila kitu kinajulikana hata kabla hatujaanza uzalishaji mali. Mambo ya msingi sana kuyajua, wananchi wajue kabla hamjaanza uendeshaji mzima wa kiwanda. Ukishawashirikisha wananchi, kiwanda kitakuwa endelevu na kitaendelea kutumiwa katika kuhakikisha malengo yaliyotarajiwa yanatimilizwa. Nimekwenda kwenye eneo la kilimo. Kuna changamoto nyingi. Nimetajiwa kama 5: maji, kuna maji ambayo inaingiliana na ukame, masoko ya uhakika, umeme, pembejeo wakati una vifungashio kuwa na bei juu. Hizi changamoto zinatakiwa zijadiliwe sasa ili tukianza uzalishaji tusianze kuulizana sasa lebo itakuwaje, maji kwenye kilimo. Nimeongea na afisa, nimemuuliza vitu kadhaa afisa kilimo wa halmashauri yetu. Anasema kwenye bajeti amepanga pesa kwa ajili ya kuweka visima, kujenga visima ili tuweze kupata maji ya uhakika. Kwa kweli kutegemea mvua kama mnavyofanya sasa, kuna wakati tutashindwa kuzalisha, hasa msimu ambao mvua zitakuwa pungufu sana. Kwa hiyo tunalifanyia kazi. Sisi kama serikali tumelichukua swala la maji pamoja na bajeti iliyopangwa mwaka huu, kanaambia milioni 40. Tutaangalia kama tutaweza kupata kisima kimoja au viwili, lakini tumelichukua. Tutatafuta tuone namna gani tutaweza kuleta umeme jirani, lakini pia kuongeza visima ili uzalishaji uwe mkubwa zaidi. Kwa kweli niseme ukweli, nimefarijika sana kuona uzalishaji upo, na hii juhudi ni wapongeze wenzetu waliotusaidia wa EU kwa kuanzisha kuweza kuingiza juhudi kubwa wanayofanya. Kwa kweli ni mfano wa kuigwa, vikundi vyote na wenzetu wengine wafadhili kuja kuweza kusaidia katika mkoa wetu katika uzalishaji mali kwa wananchi wetu. Tungependa wananchi wawe na maisha bora zaidi, lakini ili wawe na maisha bora zaidi ni lazima wazalishe zaidi. Mkoa wetu ni mkoa ambao una mvua chache.
Kwa hiyo kuna mazao ambayo ya muda ambao yanastamili ukame inabidi tulime, lakini na imani hili eneo la mboga mboga ndio eneo ambalo linaweza likatutoa wananchi kipato chao kikaongezeka, kwa sababu tunaweza tukapata mazao kwa kipindi kifupi, lakini pia kwa juhudi za kuweka visima tukaendelea kuzalisha hata mara 3 mara 4 kwa mwaka. Umanga oye! Mwisho labda ni kushukuru tu kwamba kwa kweli huu mti mmesema atambikwa kwa kweli mti mzuri, unatamani uendelee kuwepo hapo. Hewa ni nzuri na nashukuru watu wa Manga mmechangamka, na wasimu endelee na juhudi hiyo hiyo, lakini uzalishaji mali wenu uende kwenye vikundi. Kwa hiyo tunasisitiza vikundi vingi zaidi viwepo, mjiunge kwenye vikundi. Wakuta wakulima wengine wanalima mmoja mmoja, vijana wa kiume wanasema wanawake wanapendelewa zaidi kuliko vijana wa kiume, lakini jiungeni kwenye vikundi. Jiungeni kwenye vikundi kwa sababu ndio njia pekee ya kuwa mnasaidiwa na serikali. Lakini pia kuna SIDO hapa, wilaya nyingine wazenu wameshaanza kupata mikopo, unajua SIDO yupo. Kwa hiyo mkijiunga pamoja ni rahisi kukopesha, kwa sababu wanayekopesha wanakuwa wanaamini zaidi vikundi kuliko mtu mmoja mmoja. Sio wote hapa ambao mnaweza kutunza pesa, kweli sio kweli? Mwingine ukimpa pesa leo hapa, kila mtu atajua ana pesa, na mkalama hataona kama inafaa kuliazo pesa, atabidi aende mjini akazitumie. Kwa hiyo katika vikundi usimamizi wake unakuwa rahisi, na mnaweza mkajijua nani kati yenu anaweza kutunza hizo pesa. Kwa hiyo mtakuwa mnakopesheka na pia mtakuwa na uwezo wa kurudisha. Kwa kusema hayo, nishukuru kwa kweli kwa kupata nafasi ya kuongea nanyi leo. Mimi sio mzungumzaji sana, mimi huwa napenda vitendo zaidi, huwa sio mzungumzaji sana, lakini nashukuru nimewaona. Tutakuja siku nyingine, kama mna kero nyingine tutazungumza, kama muda si ataruhusu, na kero nyingine ukiacha mboga tuziongee leo tutaruhusu, lakini naendelea kuasisitiza tufanye kazi kwa juhudi, tujitume ili nchi ibadilike, itoke hapa tulipo twende kwenye uchumi wa kati. Nasema uchumi wa kati, lazima tufanye kazi zaidi. Lakini pia niwapongeze Mkalama. Kwa kweli halmashauri ya Mkalama ni ya mfano, wilaya ya Mkalama ni mfano. Lazima mjipongeze, mjipigie makofi. Kwa kweli rudieni, mpige tena makofi. Kwa kweli mambo yote ambayo tunaagiza, na DC yuko hapa, kwa kweli amekuwa anasimamia vizuri, lakini pamoja na kuwasimamia vizuri, lakini watu wa Mkalama pia mnafanya kazi, mnajituma. Hata swala la madawati Mkalama, halmashauri ya Mkalama, wilaya ya Mkalama, mpaka tarehe 15 wiki ijayo madawati nimepewa taarifa mmekamilisha. Kwa pia mjipigie. Lakini hata kwenye kilimo, na imani Mkalama ndio wilaya halmashauri ambayo itajitosheleza kwa chakula. Sina uhakika sana, sitatoa taarifa, lakini kweli sio kweli? Kwa hiyo endeleeni na juhudi hiyo. Tutawaleta madedi wengine wajifunze. Yuko mwenyekiti mumuone wa Manyoni na mwenyekiti, sio mbaya kuja kuchukua somo huko kidogo. Wapo hapa, nyinyi mtakuwa walimu, kuna watu tutawachukua hapa mkafundisha na maeneo mengine, na ikiwezekana hata nje ya mkoa. Kwa kweli kazi nzuri, muendelee na moyo. Kwa kusema hayo, niwatakie kila laheri wale Waislamu waliofunga. Ramadhani karimu, mfunge vizuri, na imani vyakula vijapanda bei. Sukari DC imeshaanza kuja kidogo kidogo, lakini tutaendelea kusisitiza ili kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu mweze kufunga vizuri. Nawatakia kila laheri, asante sana.